Audio Jungle. Kwa hiyo yeye anataka wewe umpe. Na anamaanisha hivi. Nimevumilia, lakini hili lilotendeka imebidi nije nikwambie. Hivi kati ya Season na mimi, nani mwenye umuhimu? Bora Season. Bwana we lala. Usiku mmoja huwezi kufa, kesho nitakupikia. Umeshindwa kutofautisha jinsia zetu. Kuwa mimi ni mwanaume, wewe ni mwanamke. Umeyatafuta mwenye after hizo unaniambia nipunguze sauti. Nipunguze sauti nini? Tutaona. Haki zetu. Haki zetu. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, niko mbele zako nasema asante kwa uwezo wa kutulinda siku ya leo. Mungu, simama katika familia hii. Mungu, simama katika uwezo wako Baba. Wewe najua ndiye kila kitu Mwokozi. Tazama na mume wangu yuko hapa, naomba mjalie aweze kupata akili njema ya kukurudia wewe Mwokozi wetu. Mungu wa mbingu na nchi, niko mbele zako Baba. Na kuomba ulinzi ndani ya hii familia. Na kuomba ulinzi ndani ya hii familia. Jehova, Mwokozi wangu, na kuomba uweze kunitambulisha, uweze kunijalia Mungu mwenye nguvu. Nasema asante kwa uwezo wako. Naomba uweze kutulinda katika hii familia. Mjalie mume wangu aweze kupata akili ya kukufaa wewe Baba, ya kukufuata wewe, akujue kuwa wewe ndiye Mungu. Niko mbele zako kutoka ndani ya nyumba. Asante kwa asante liko na bachana woya ndarabasika liando liko robachanda walibosika. Baba, niko mbele zako nasema asante Mungu, nasema asante Mwokozi, asante kwa uwezo wako, asante kwa nguvu zako Jehova. Tuko mbele zako tunasema asante Baba, tuokoe sisi wanao Baba. Tunajua unaweza kutulinda na kila jambo baya Baba. Hebu zunguka ndani ya familia yako, wewe ndiye Mungu. Kila kilichomo humu ndani kibaya Baba, wewe ndiye muweza wa kila kitu. Hatuna amani nyumbani na kazini, ugomvi mitaani kama tuko vitani, ndoa zetu majumbani zishakuwa matatani, ugomvi majumbani, hakuna amani. Haki wapi haki? Haki wapi haki? Amka basi. Nalala mapema. Wewe umeshaanza mambo yako bwana. Na story fulani hapa. Kidogo. Story gani bwana? Kwani wewe huwezi kuongea bila kunishika? Hapana, unajua sisi lazima tupange mipango, Unaelewa mke wangu? Lazima tuwe na plani. Unajua mwanamke mzuri kama wewe, haitaki kukaa unateseka ni hivyo. Yaani kuna kitu ambacho nimekuja nacho kama surprise. Unaelewa? Kwa hiyo nadhani hata wewe kitakupendezea na utakifurahia kwa sababu ni kizuri. Mke wangu, unajua kuna kitu nimewaza na nikahisi kabisa kitakuwa ni kizuri. Unaonaje nikutafutie msaidizi? Unajua mke wangu unachoka, Unalionaje wazo hili? Msaidizi? Katika siku zote kwa kweli mume wangu leo umefikiria jambo la maana. Na huyo msaidizi unayeniletea awe wa kiume, asiwe wa kike.
Unahisi kwamba natafuta msaidizi yupi? Nimeona wewe peke yako utoshi. Nimeona niongeze mwanamke mwingine. Angalau mke wawili muwe mnasaidiana majukumu. Unajua mke wangu, mara nyingi sana tunagombana mimi na wewe kwa sababu kuna majukumu yamekuelemea. Kwa hiyo nimekaa nikafikiria kwa nini tukae tunagombana mimi na wewe. Kwanza mimi nakupenda mke wangu. Kwanza naona wewe unasema mke wangu, huu ni muda wa kupumzika, naomba tulale. Nisikilize mume wangu, naomba uniache kwanza na mfungo wa siku hizi 3. Ukiisha tu mambo yatakuwa safi na nitalala vizuri tu. Au nitendee haki bana. Wewe kila siku kuomba nalala peke yangu. Yaani kwa hiyo ukiwa umefunga siku kushika. Kunishika utanishika, lakini kama hivi ambavyo nimefunga haunishiki. Ila nikimaliza tu mambo yatakuwa safi. Nisikilize na unisikilize kwa makini. Hivi ni walokole mna matatizo gani? Simuwe kama Waislamu. Mbona Muislamu akifunga kamta anafuturu mke wake? Pepo likutoke tena ushindo kwa jina la Yesu. Hilo ni pepo mume wangu. Mimi ni pepo. Tena ukome. Kila kitu nanibania, haki zangu za msingi napata wapi? Pepo likutoke katika jina la Yesu. Nimesema hivi. Nimekaa nikafikiria. Nikaona majukumu mengi. Kwa ni wewe tu na kulingana kwa mujibu wa dini yetu. Tumeambiwa tuoe wanawake 2, 3, 4. Kwa hiyo nimeona niongeze mwanamke mwingine. Wewe kwa wanaume gani ulionao mpaka uongeze mke wa pili? Kama mimi mmoja tu unashindwa kunitimizia haja zangu za msingi, matumizi yangu tu yenyewe yanakushinda, uongeze mke wa pili, utamuweza? Utamuweza na kuuliza? Wewe hiyo sio kazi yako. Halafu kitu kingine, mimi kuna vitu vingi navikosa. Wakati mwingine nalala njaa. Sasa kwa nini nisifanye hivyo? Kwa sababu na imani kabisa haki zangu za msingi tazipata. Haki zako za msingi utazipata. Kwa sababu mimi nimeshindwa kukutimizia, si ndio? Akili yako kabisa unavyokaa unajifikiria kabisa kwenye akili yako. Unawaza kwamba utakapoongeza mke mwingine ndio utakuwa umepata solution, si ndio? Ya kumaliza hili swala. Mzee, nisikilize nikwambie. Usinipande kichwani. Hapa haingii mwanamke, haongezeki mwanamke. Mimi ndo mke wako. Siku utakayojua kwamba mimi ni mke wako, ukanitimizia mahitaji yangu yote ambayo wewe kama mwanaume unafaa kunitimizia mimi, utaongeza mke mwingine, lakini sio kwa sasa hivi. Alafu sitaki hizo story. Sasa wewe unaposema kwamba mimi eti sikutimizia haki zako za msingi, haki ipi ambayo mimi sijakutimizia humu ndani? Kila kitu nakupa. Hapa tu nimekugusa. Joto la jua linataka kuwaka. Hafu unasema kwamba sijui okay, mimi nimekubali. Ila kama unanipa fresh, yani mimi hata siwazi. Mimi ni pepo. Pepo ndio. Nakuuliza mimi ni pepo. Huo ni ushetani tena, hilo ni pepo tena kubwa. Wewe nimekwambia nimefunga afu bado unaniambia maswala ya kunifuturu mimi. Ushindwe kwa jina la Yesu na ukome. He Jehova, simama ndani ya hii nyumba. Hivi kwa nini huyu mwanaume anabadilika kiasi hiki? Ni maana swala lako Mungu wangu. Mambo mengine Mungu anasikilizi bana. Vipi? Unashindwa kunitii mimi. Unashindwa kunisikiliza mimi. Unashindwa kunipa haki zangu za msingi. Halafu unamlilia Mungu. Haki zako nikiwa nimefunga? Kuna kufuri umefunga. Siwezi kufanya chochote nikiwa kwenye mfungo mpaka nimalize. Sawa. Kwa hiyo, wewe unataka kunikumbatia ukiwa kwenye siku zako. Ukiwa huru, unakuwa busy na wewe. Busy na wewe. Busy na maombi. Hivi, maisha tutaendesha mpaka lini? Nisikilize. Niache. Naomba unisikize nikwambie. Mimi siwezi kufanya chochote nikiwa kwenye mfungo. Nimeshakwambia. Hii ni mara ya ngapi? Nielewe na unikome. Mambo siku zote huwa ni hivyo. Sio muda wote tunakaa tunanuniana. Usinishike huko. Muone kwanza. Alafu nilikuwa leo nawaza hata nikufikirie. Hata kidogo tu nilikuwa nawaza nikufikirie. Lakini kwa history ulokuja nayo,
usisubutu kunigusa. Yaani unavyoniona, nione kama moto. Eti uongeze mke wa pili. Matumizi yenyewe unaacha 3000 uongeze mke wa pili. Angalia minywele ilivyo kichwani. Afu unaniambia ongeze mke wa pili. Eti unanipa mahitaji yangu yapi? Yapi? Unajihesabu na yeye ni mwanaume kabisa, mimi mke wako anatembea na nywele ziko hivi. Na ushinde kwa jina la Yesu. Tena hilo pepo likutoke kwa jina la Yesu. Wewe mwanamke nilipewa bure. Au macho yangu ndo alikuona wewe? Nidhani kwamba kumpata mwanamke mwenye hofu ya Mungu basi atakuwa na utii kwenye ndoa. Kumbe ni bure. Mimi ndo niliyekosea kuolewa na shetani mkubwa kama wewe. Suna kiburi, suna kiburi. Sasa mimi nitajua cha kufanya. Umeshanionama sasa, mimi nimeshakuwa ni fara eti. Umo ndani mimi ni fara, sawa? Hivi haki mpaka uzipate kwenye mwili wangu? Sawa. Yaani na tumepewa mamlaka kukanyaga nge na nyoka, minyololo ya kishetani itashindwa. Baba, tumepewa mamlaka kukanyaga. Unanipigia kelele ndani mwangu bana. Nenda kaimbia huko nje. Nenda kaimbia hata huko nje. Itashindwa. Hivi wewe mwanaume una nini wewe? Sawa la. Lakini wakati mwingine ni kuoneana kwa sababu haiwezekani. Humu ndani mimi nimeolewa sasa. Hivi mke wangu mimi ndo umenioa mimi au mimi ndo nimekuoa wewe? Kwa sababu ni kunyanya sana. Haki yangu ya msingi unipi. Alafu sasa hivi unaanza kupaza sauti, "Oh, hastaki mtu aingie." Sasa iko hivi. Mimi nimekuoa wewe. Inabidi unielewe. Unajua mke wangu wakati mwingine na wewe unanielewa. Unanipata mara moja moja. Lakini unapokaa unani unakosea ba. Mke wangu fanya basi. Hivi mzee una matatizo eti? Sio kwamba na matatizo. Mzee una matatizo? Basi tu ya. Haki zipi za msingi unazozidai? Zipi? Kwani wewe uoni? Nikikushika tu utafikiri una kichaa au mimi na moto kwenye mkono. Wewe ushapata mwanamke ndio maana unakuja kuniambia unataka unulete mwanamke humu ndani. Ungekuwa hujapata mwanamke wala usingewaza mawazo haya. Unaye huko nje ndio maana unaniletea hizi story. Mzee tutatibuana. Wewe ndio unaniambukiza bana. Wewe kila siku hivi nyoka harambi unga kila siku. Alafu unasema kwamba sijui nini. Unajua wakati mwingine tunavumilia na choka bana. Kila muda unaniendesha na kubali kwamba hata yaende. Lakini wewe ubadiliki. Shida ni nini? Nielewe basi mimi kama mwanaume. Kuna muda unanipa haki yangu na mimi angalau na enjoy. Mimi nilikuoa ili weje sasa. Umekuja kuangalia net huko ndani. Una matatizo gani? Nenda sasa kaimbia huko kwenu huko kanisani huko. Hila nina imani kwamba ipo siku Mungu atakubadilisha na utarudi kwake. Wewe ndio badilike kwanza. Kwanza ni hivi nacho kisema hivi utarudi Roma. Inatakiwa nifuate mimi dini yangu. Mambo gani ya urokole alafu tunakuwa tunanyimana haki za msingi hapa. Yaani nikitaka nyoka kitaka kuramba unga, siji nikarambe kwa jirani, siji haki zangu niende. Sasa sikia nikwambie. Utajua wewe. Hayo maneno yako ya kishetani unayoongea kulamba nyoka sijui kulamba unga sijui nini, hayo unayajua wewe. Mimi nipo kwa Mungu wangu na Mungu wangu ndo fimbo ya hii nyumba. Ndo yeye kuoa vitabu vya dini vimeshaelekeza. Inatakiwa unitii mimi. Pepo yako iko kwangu mimi. Unachosha bana. Nisikilize kwa makini. Mzee, nisikilize kwa makini. Unahitaji haki zako za msingi? Nataka kutaka jamani. Na mimi ninahitaji haki zangu za msingi kama mwanamke. Sawa. Siku utakayokaa ujue mimi ni nahitaji kupendeza kama wanawake wengine. Ukanithamini kabisa vizuri. Mbona utafurahi? Lakini kwa sasa sahau. Sasa hata nywele hizo zenyewe niliweka mimi ndo nilitoa 25,000 kuweka dawa. Haya mbona usikufurahi siku hiyo? Tumizi la ndani unaacha 3,000. Ya nywele utatoa 25,000. Basi mke wangu tulale. Kumbe huwa unakaa hata kwa wenzio unawaambia mke wangu mimi huwa nampa hela ya kwenda kusuka kufanya nini, si ndio? Mzee, tumia akili. Mimi ni mke wako. Nahitaji kupendeza, nivae. Yaani unifanye na mimi nionekane kama wanawake wengine. Unadai haki za msingi wakati mimi mwenyewe unitimizii. Mbona mimi sikupigii kelele? Jitambue. Wewe kama mwanaume jitambue. Basi nikuulize. Usinichoshe kulala. Nisikilize. Mke wangu. Nisikilize.
Mzee niache. Lakini huu kali mpaka lini jamani? Mbona tunaoneana? Basi Ushindwe kwa jina la Yesu. Sasa ngoja, huyo mchungaji wako ngoja. Tutakuja tuonane sasa. Atakuja nieleze au mafundisho nao wafundisha, atakuja eleze. We koma na umkome mchungaji wangu. Masuala ya kumfuata mchungaji yeye ndo nini? Hatuna amani nyumbani na kazini, ugomvi mitaani kama tuko vitani, ndoa zetu majumbani zishakuwa matatani, ugomvi majumbani, hakuna amani. Haki wapi haki? 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 Kukupa uhuru wa kusali kwenye dini yako kisiwe kigezo cha kuniendesha humu ndani. Nataka nikate mtu kichwa na masikio kwa wakati mmoja mpaka dunia itanishangaa. Mbona mbwela sana? Zama ndichi tuletee mia yetu si tupite hivi. We koma hapo hapo. Kanisani nitaenda na mkesha nitaukesha leo. Bakuzeni yeye mtu aje. Hatuna amani nyumbani na kazini, ugomvi mitaani kama tuko vitani, ndoa zetu majumbani zishakuwa matatani, ugomvi majumbani, hakuna amani. Haki wapi haki? 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 Haki wapi haki?